Basi ninawakaribisha katika kipindi chetu cha maji yenye uzima. Yeye ambaye ananena pamoja na wewe ni Apostle Hosea Kimani wa Mbogo. Tuko located Free Area Home Center katika mji wetu wa Nakuru. Leo tunaenda kujifundisha kuwa hodari. Kuwa hodari. Kwa nini tunajifundisha kuwa hodari? Ni kwa sababu watu wale ambao huwa hodari huwa wana nguvu ya kuridhisha watu ama wanadamu. Wakati kuna mtu ambaye amepatikana hodari, yeye ndio huwa anapigania taifa, yeye ndio huwa anapigania jamii, yeye ndio anapigania familia yake. Mtu yeyote aliye na moyo wa uhodari ndani yake ana uwezo wa kuridhisha mioyo na wanadamu. Ana uwezo wa kutetea hata nchi. Mtu yeyote aliye na moyo wa uhodari ndani yake ana uwezo wa kubadilisha hata ushuhuda ya mambo yaliyokuweko zamani ambayo hayakufaa jamii, hayakufaa taifa, na nchi ama taifa ama familia ikaweza kuwa katika wema. Tutatangulia katika Timotheo wa pili 1 mstari wake wa 5. Hii ni barua ambayo Paulo anaandikia Timotheo, anamwambia hivi: nilikumbuka imani ulio nayo isiyo na unafiki, ambayo ilikuwa kwanza katika bibi yako Lois. Na wakati tunaongea kuhusu habari ya ushujaa, wakati tunaongea kuwa hodari, wakati tunaongea watu kuimarika, mara nyingi kuimarika kwako ama kuimarika kwangu huwa kuna misingi mahali ambako ilitoka. Kila mmoja anakuwaga ameunganishwa na damu za watu wao. Yale mambo ambayo watu wenyu hawakufanya na wewe unatamani kuyafanya, hizo ndio huwa zinaitwa ngome. Wakati unatamani kufanya jambo ambalo halikufanywa katikati ya laini ya watu wenu, ujue ya kwamba lazima utapigana vita. Lakini kuna watu wengine ambaye hawapigani vita, kile inawapasa kufanya ni kukumbushwa uweza ambayo ulikuwa katikati ya watu wa jamaa zao. So Paulo anamwambia Timotheo ya kwamba hii imani iko ndani yako, licha ya kwamba ni imani ambayo haina unafiki, ilikuwa na msingi kutoka kwa nyanya yako Lois. Na kwa sababu hiyo kuna watu wengine huwa tunasema ya kwamba hata katika mambo ya imani kuna watu ambao huwa hawang'eng'ani kwa mambo ya imani. Maana walikuzwa wakakuta ya kwamba familia zao waliweka msingi mzuri katika mambo ya imani. Huyo mtu kung'eng'ana katika mambo ya imani sio rahisi. Lakini kuna wengine unakuta kwamba misingi yao haikuwa mizuri. Jamii zao walikuwa watu waovu, wengine walikuwa wauaji, wengine hata walikuwa wanatumia madawa za kulevya, wengine hata walikuwa wachawi, wengine walikuwa wanafanya vituko na sarakasi. So mtu kama huyo wakati anapoinuka aidha ni kiimani hata kwa maisha, inabidi apigane vita zaidi. Maana msingi wako unakusababisha uwe na kule kuimarika kwa maisha ya kawaida. So Paulo anamwambia Timotheo ya kwamba nyanya yako alikuwa mtu wa imani, na pia mama yako Yuneke pia alikuwa ni mtu wa imani. Na kwa sababu hiyo wewe unatazamiwa uwe zaidi. Maana ni kama kuiga unaiga. Ni kitu ambacho maybe kilididimia kinaamushwa upya. Na sio vigumu kuamsha kitu ambacho kilikuwa kimedidimia. Lakini kuanzisha jambo ndio huwa sio rahisi. Na kwa sababu hiyo na mimi ninanena na mwanadamu wako pale, naweza kukunenea katika jina la Yesu. Kama kuna msingi mzuri ndani ya maisha ya familia na unastahili kuzaliwa kwa maisha yako, hili neno likaweza kukuzalishia kusudi la Bwana katika jina takatifu la Yesu. Na wale pia ambayo kwao kulikuwa na misingi mizito, pia nina uwezo wa kuwaombea katika jina takatifu la Yesu. Mungu akusaidie ili na wewe uweze kutengeneza msingi wako wewe mwenyewe. Kila familia na kila jamii inakuwa na altar. Na zile altar za kijamii hazionekani kwa macho ya nje. Hata Timotheo hakujua kwamba nyanya yake alikuwa mtu wa imani, ni kukumbushwa na kumbushwa. Hata mama yake hakuona jambo lile kama ni la muhimu sana, lakini sasa amekuja akajikuta ndani ya mambo ya imani. Na kwa sababu hiyo wewe ambayo kwenye hakukuwa na msingi kama ule, pia unahitaji neema ambayo itakusaidia. Na nipoza uweze kufikia kila jambo ambalo Mungu ameliweka mbele yako. Na maombi yangu ni kwamba kukazaliwa madhabahu na wewe pia ukajifundisha kuinua altar
katika jina takatifu la Yesu. Gideoni Mungu alimwambia ya kwamba katika Judges 6 ya kwamba kwenyu kulikuwa na madhabahu ambaye ni ya baba yake. Baba yake alikuwa anatumia Ashera. Ashera mnajua ya kwamba ni sanamu, vitu vya kuchongwa, na kwa sababu hiyo altar ya kwao haikuwa inaandamana na mapenzi ya Bwana. Na hiyo ndio huwa inaona wakati mwingi ukiokoka na useme unampenda Yesu ndani ya moyo wako na kwenyu hakukuwa na huo msingi, ni lazima vita itaanzia kuinuka kwa maisha yako. Ni lazima utaanzia kupingwa. Ni kwa sababu ni upinzani umeinua kando na yale madhabahu ambayo yalikuwa yameinuliwa mwanzo. Na nipoza Mungu akamwambia Gideoni, kwenyu licha ya kwamba baba yako anatumia Ashera, anatumia madhabahu za kuchonga, na kwa sababu hiyo na mimi nimekuita na nimekuchagua, kitu cha kwanza ni kudeal na zile altar. Na wacha nikuambie siku hii ya leo, watu wengi hawajui kupigana vita vya imani. Na hapo ndio unaonaga wakati mwingi unaenda pengine unaweza ombewa na mchungaji, na badala hali zako ziwe nzuri zinakuwa mbaya kuliko mwanzo. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu kukomboa watu kutoka kwa utumwa sio jambo rahisi. Naona hata wana wa Israeli Mungu alipomtuma Musa aende awatoe kule Misri, ni nini kilifanyika? Wakati Musa alifika kwa Farao, akamwambia Mungu anasema waachilie watoto wake ili waende wamtumikie jangwani. Mungu licha kwamba ni Mungu alikuwa ametumana, Farao aliongezea wana wa Israeli kazi kuliko mwanzo. Mwanzo Biblia inasema kwamba alikuwa anawapea manyasi, maana walikuwa wanatengeneza matofali, alafu kisha kila mmoja alikuwa na idadi ambaye alikuwa atengeneze matofali. Lakini tangia Musa alipoingia, Biblia inasema kwamba wana wa Israeli wakasema, wewe tangia ulipokuja kututoa katika mkono wa Farao, tumepatwa na uchungu kuliko mwanzo. Ni kwa sababu gani? Kutoa watu katika utumwa sio jambo rahisi. Kungoa watu kutoka kwa msingi mwingine ambao ulikuwa umepandwa huwa inagharimu. Mpaka wakamwambia Musa, tuondokee, maana tangia ulipokuja ndani yetu unasema unataka kutukomboa, na badala yake tumepatwa na uchungu kuliko mwanzo. Ni kwa sababu gani? Neno la Mungu linasema Farao akasema, mtu huyu anataka kuleta uvivu katikati ya wana wa Israeli, na kwa sababu hiyo tumewaondolea kuwaletea manyasi. So watakuwa wanaenda asubuhi wanakata nyasi na hawatapunguziwa idadi ya kutengeneza matofali. Unaona jinsi ya kutolewa katika utumwa. Wakati mwingine uwezi ukaelewa kama we hauko katika ulimwengu wa kiroho. Maana wakati tunaongea kuhusu habari ya misingi wakati inaanzia kutingizwa, kuna vitu mingi ambazo huwa zinafanyika katika ulimwengu wa kiroho, hata katika ulimwengu wa asilia. Lakini ninakuombea katika jina la Yesu, hata kana kwamba kwenyu kumekuwa na misingi mizito ambaye sio ya kiungu, na wewe umefanya chaguo ya kumfuata Mungu, wacha neema ya Bwana ikutoshe katika jina la Yesu. Na wewe pia uweze kuinua madhabahu ambaye yatatumikiwa na vizazi hadi vizazi ambavyo vitakuja. Mstari wa 6 Timotheo wa pili 1 mstari wa 6 anasema, kwa sababu hiyo haukukumbusha uchochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuweka mkono wangu. So tunaona ya kwamba umuhimu pia wa makuhani kwa wanadamu kuingia katika destiny. Wakati mtu anataka kuingia katika hatima, wakati mwingine kuna watu wengi hawajifahamu, watu wengine hawajui kile wamebeba, lakini kuhani ni mtu wa maana sana kwa maisha yako. Timotheo anaambiwa ya kwamba hizo vitu nimenena za Lois na mama yako Yuneka, kwa sababu hiyo nitatia mkono juu yako, alafu zianzie kufanya kazi ndani yako. Na hiyo ndio umuhimu wa kuwa na kuhani kwa maisha. Maana kuna vitu vingine ambavyo vilididimishwa, kuna vitu vingine ambavyo hata vilikufa kwa maisha yako, na leo hii unaweza kuwa unalia shida, lakini wewe haustahili kukaa katika hayo mazingara ya kulia mahangaiko kwa maisha. Lakini wakati kuhani anakuja kwa maisha ya mwanadamu, kile ambacho kuhani huwa anafanya, kuhani huwa anatumika ni kama vile ambavyo watu walikuwa na saa zile za zamani za majira. Unajua saa ya majira, hata wakati imeenda majira yamefika mwisho, sio kusema ya kwamba imekufa. Lakini usipo weka majira tena ndipoza iendelee, utakuta ya kwamba haikuonyeshi masaa. Hiyo ni kumaanisha kwamba mtu mwingine anaweza dhani ya kwamba imeharibika. Na hivyo ndivyo maisha ya watu wengi walivyo. Na nipoza wewe leo unahitaji kuhani, mtu ambaye anaweza nena neno
Either ni lile lilikuweko na linapata uhai tena, lina uwezo wa kufanya. Na nipoza Ezekieli, Mungu anampeleka katika bonde, ni Ezekieli 37. Mungu anampeleka katika bonde ambalo limejaa mifupa. Anamuuliza, wewe Ezekieli, je, mifupa hii unaonaje? Inaweza ikaishi tena? Ezekieli anamwambia, Bwana, wewe peke yako ndio unajua, kana kwamba hii mifupa iliye mikavu ina uwezo wa kukua tena ama wa kupata uhai tena. Lakini Mungu anamwambia nini? Anamwambia kuna uweza nimeweka ndani yako. Na hiyo ndio umuhimu, ninaongea kuhusu habari ya area ya ukuhani. Hiyo ndio umuhimu wa kuwa na mchungaji ambaye pia na mawasiliano na Bwana. Maana yeye vitu vile ambavyo vilididimishwa ama vikadidimia ama vitu vile ambavyo zilikufa kwa barabara, ana uwezo wa kunena neno na maisha yako yakarudi kuwa shwari. Ezekieli anamwambia, Bwana, wewe unajua. Mungu anamwambia, kwa uwezo ambaye nimeweka ndani ya ulimi wako, nenda unenee hiyo mifupa. Na tunaona Ezekieli katika bonde la mifupa ambayo ilikuwa mikavu, anainua mkono, alafu mifupa inatafutana na nyama na mishipa na damu, mwanadamu anakuwa chombo ambacho kina uhai. Na kwa sababu hiyo ndio muhimu. Mstari wa 6 tunaona ya kwamba kuhani, Mungu amemweka pale. Watu wengi hawajui kazi ya wachungaji. Paulo anamwambia Timotheo, kile nitafanya, nitakuwekelea mkono, alafu nichongee vitu zile ambazo zilikuweko kwa nyanya yako, zile ambazo zimekuweko kwa mama yako, alafu zianzie kufanya kazi katika ndani ya maisha yako. Na hata mimi nakunenea katika jina la Yesu, maana Mungu amenipa mamlaka. Chochote ambacho kilikuwa katika lineage ya familia na kikadidimia ama kikauliwa, kikapata uhai, na ni kile ambacho kimetokana na Bwana, mambo yote ambayo yametokana na Mungu na yalididimishwa, ninatangaza kwa neema ya Bwana kikapata uhai tena katika jina takatifu la Yesu. Mstari wake wa 7 inasema hivi, maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na upendo na moyo wa kiasi. Neno la Mungu linasema ya kwamba haya maisha ni lazima tujue. Ukisikia mahali kumetajwa uoga, basi ujue ya kwamba mahali pale kuna hatari. Ukisikia neno mahali inasema ya kwamba hatukupewa roho ya uoga, hiyo ni kusema uoga ni mojawapo ya silaha ya shetani. Uoga inakuwa ni mojawapo ya silaha za shetani. Kuna watu wengi ambao wamebeba ukuu ndani yao, lakini kwa sababu ya hiyo fear ambayo imekaa ndani ya mioyo yao, hawezi akaanzisha biashara. Yeye huwa anaona chochote ataanzisha kitaanguka. Hiyo ni uoga. Yeye anafikiria, wengine hata wameshindwa kuingia kwa ndoa, maana ana hofu ya ndoa. Maybe ulikuta kwenye kuna misingi mizito. Hata wengine ni wasichana, ulikuta maybe baba yako anapiga mama yako ni kama anampiga amukule. Alafu baadaye ukitazama lile jambo kwa mbali, unahisi kuna uoga wa kuingia katika mahusiano ya ndoa. Na wacha nikwambie siku hii ya leo, kuna neema ya kukusaidia katika jina la Yesu. Maana hofu ni silaha ya shetani. Uoga huwa inasababisha watu waishi kwa utumwa, licha ya kwamba watu wale Mungu anawatazamia wawe na nguvu nyingi na uwezo mwingi wa kuweza kuwa msaada wa wanadamu wengine hapa duniani. Na mimi ninakuombea katika jina la Yesu, ikiwa kuna hiyo roho ya hofu ambayo huwa inakuonyesha hauwezi, ninatangaza kwa neema ya Bwana ya kwamba hiyo roho ikafa ndani ya nafsini mwako na ukapata tena uhai, ukapata nguvu za kuweza kuinuka na kufanya mambo makubwa katika maishani mwako. Biblia inasema ya kwamba hatujapewa roho ya hofu, tumepewa roho ya ujasiri, roho ya nguvu ambayo ina uwezo wa kukanyanga hata ngee, ya kukanyanga madhabahu za buibui, za wachawi na waganga. Roho zile ambazo uliona zinadidimisha familia yenu, wewe ndio una uwezo wa kufanyika mkombozi katika hiyo familia. Kwa sababu hiyo siku hii ya leo naweza sema ya kwamba Mungu ameniita hapa ili niweze kukuimarisha wewe, niweze kuinua kile ambacho kilididimia, niweze kukutia nguvu upate uwezo wa kufikia hatima ambayo Mungu amekuwekea mbele zako. Wacha nikwambie, hakuna kitu kibaya kama roho ya hofu. Roho ya hofu inasababisha wanadamu wasikamilike. Hofu inasababisha wanadamu wasifikie hatima zao. Mimi ni mmoja ambaye wakati mmoja nilikuwa na hofu ya aina hiyo, na mpaka Mungu wakati mmoja akaninenea, akaniambia, wewe Kimani, unatosha kuongoza watoto wangu.
sikuwa nina imani na maisha yangu. Ni kwa sababu gani? Mara nyingi ni misingi mahali wewe umeng'olewa. Biblia huwa inasema ya kwamba kila mmoja aangalie mahali aling'olewa ndani yake. Maana uking'olewa katika msingi pia ambayo umejaa uchocholi na shida, mtu huwa hana ile confidence ya maisha, na hiyo huwa inakunyima kuwa shujaa. Huwa inakusababisha hata wakati mwingine mkienda katikati ya watu uchaguliwe, unaona unatingiza mikono, unasema hapana, mimi siwezi. Na wacha nikwambie, hakuna jambo ambalo hauwezi kulifanya hapa duniani. Kila kitu una uwezo wa kufanya. Kama Mungu ndiye alikuumba na yeye ndio mwenye uwezo wa mambo yote, hata wewe kwa nguvu za Bwana una uwezo wa kufanya mambo yote. Na nipoza siku hii ya leo nakuja kutangaza nikiwa mbele za Bwana ya kwamba kila mmoja anastahili kuwa hodari, anastahili kuwa na moyo wa ushujaa ndani ya moyo wake. Na nipoza uweze kufikia hatima, uweze kuingisha hata watoto wako katika kizazi kile ambacho Mungu amekusudia, ama zile hatima ambazo zimewekwa mbele yako. Wakati moja mimi nilikuwa na hiyo shida sana, na Mungu ameniita kwa huduma. Na wapendo, wacha nikwambie, hata Mungu anaweza nena na wewe, lakini hofu ikusababishe usikamilike sawasawa na mapenzi ya Bwana. Mungu wakati moja akaninenea, akaniambia kwamba Kimani, ninataka uweze kuwahudumia watakatifu wangu. Na mimi wakati moja Mungu akawa akinitokea kama Ezekieli. Mungu ananionyesha mambo makubwa, na huwa ninasema wakati huo Mungu alikuwa ananionyesha hayo mambo, mazingara yasikuzuie. Maana wakati mwingine mazingara ambao unakaa yanaweza sababisha uone kana kwamba kile Mungu anasema ni uongo kwa maisha yako. Nilikuwa naishi nyumba ya nyasi, na ilikuwa ni nyumba ndogo sana. Ilikuwa inatoshea kitanda kimoja, stulu moja, huwa nawaambia taa ya koroboi na kiti kimoja tu cha mkeka. Hiyo nyumba imejaa. Na nakumbuka nilikuwa na kamtungi kamoja kalikuwa kanakaa kakijeshi. Hiyo nyumba nilikuwa naona kila kitu imetoshea. Na wakati huo nilikuwa nimelala, Mungu ananitokea, ananionyesha katikati ya ploti mbili zimejengwa, watu wamekufa. Ananiambia nichungulie kwa dirisha. Ananionyesha watu wamekufa. Ananiuliza kama Ezekieli, ananiuliza Kimani, wewe unaona nini kule nje? Ninamwambia Bwana, ninaona nikana kwamba watu wamelala, lakini sioni wakipumua. Mungu ananiambia kwamba nataka utoke nje, uende unyoshe mkono wako, alafu niambie ni nini kitafanyika. Ninaona kwa maono ninatoka pande ya nje, nikienda ninyoshe mkono, ninaona watu wote wanapata uhai. Asubuhi nikiamka, mpendwa, yale mazingara, na huwa ninawaambia hiyo maisha wakati hiyo Mungu ananionyesha hayo. Lunch nilikuwa ninapewa, na nilikuwa nimeoa. Lunch nilikuwa ninapewa na mama yangu. Sasa mama mkwe anatumana aone kama tumekula ama tujakula. Kwa hivyo kulikuwa na tusufuria tuwili, ilikuwa natuona tudogo, tule twa wahuni. Mama anatumana lunch na mama mkwe anatumana sapa. Lakini kwa ulimwengu wa kiroho, Mungu anakuonyesha ukifufua watu. Mpendwa, ni lazima uimarike. Ni lazima uimarike sawasawa na neno la Mungu juu ya maisha yako. Maana wakati mwingine yale mazingara huwa yanasababisha watu kukata tamaa. Unaona ni kana kwamba yale Mungu amesema hayatakuja kutimia. Na leo hii, hiyo kazi ambayo Mungu alikuwa ananionyesha majira hayo, nikiwa nina uchocholi mwingi sana na shida nyingi, leo hii Mungu ameniinua, na hiyo ndiyo kazi ambayo Mungu amenipatia. Na acha nikwambie wewe ambao unahisi ya kwamba moyo wako ni kana kwamba hauna nguvu. Neno la Mungu limesema ya kwamba tumepewa ujasiri na tumepewa nguvu kupitia katika neema ya Bwana. Hata mimi nitakunenea kama Timotheo vile ananenewa na Paulo, ya kwamba uwe hodari, uwe na moyo wa ushujaa ndani ya maisha yako. Usikubali kudidimishwa hata na hali za kwenu. Usikubali kutazama mambo na macho ya nje. Mungu akufungue tu macho yako ya ndani, ukaweza kuona mbali kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Mwimbaji mmoja aliimba akasema, ati sasa nina uwezo wa kuona mbali, ni kwa sababu nimefumbuliwa macho yangu ya ndani. Ukiangalia maishani mwako na macho ya nje, una uwezo wa kujisalimisha hata kwa maadui zako. Ukiangalia mambo kwa macho ya nje, una uwezo hata wa kujisalimisha kwa mtu yule ambaye anastahili kuishi akiwa mtumwa kwa maisha yako.
Ni kwa sababu wewe unaangalia mambo katika macho ya nje. Lakini leo ninakuombea katika jina la Yesu, kwa neema ambaye Mungu amenipatia na kwa kibali ambacho Mungu ameweka mbele zangu, ya kwamba ukapokea nguvu za kuwa na ujasiri wa kufikia kile Mungu amekuwekea. Na kwa sababu gani nanena hayo? Paulo amemwambia Timotheo, nitakuwekelea mikono nichongee kile ambacho kilikuwa ni cha nyanya. Na mimi naweza kuwa sijakufikia, lakini nanyosha mkono wangu kuelekea kwa anga yako, ya kwamba chochote ambacho hakikuwa na uhai na kilikuweko katika lineage ya ukoo ambacho kinatokana na Mungu kikapata uhai kuanzia siku hii ya leo, ukaweza kufanya mambo makubwa hapa duniani. Na hiyo ndio imesababisha sasa Timotheo amemfuata Paulo. Ni kwa sababu gani? Kile ambacho kilikuweko kimetiwa nguvu sasa, kina uwezo wa kufanya kazi, kina uwezo wa kusababisha Timotheo, na yeye ndiye alikuwa mmojawapo ya yule mwandani sana wa Paulo katika Injili. Na tunajua katika Injili hakuna mtu ambaye amehubiri kama Paulo, licha ya kwamba hata yeye amejitia ujasiri. Yeye alikuwa mtesaji wa kanisa, tunajua hivyo. Wakati alikuwa Sauli, alilitesa kanisa la Mungu sana, lakini wakati alikutana na nguvu za Bwana akajiimarisha kila siku, na hata watu walikuwa na muogopa. Wakati mwingine hata yale mambo ambayo mwanadamu anafanya hapa duniani, wakati wa mabadiliko watu wanaweza kuwa wanakuhofia. Wanasema huyu mtu alikuwa ni muuaji. Haijalishi ulikuwa muuaji, lakini umejua kile ambacho Mungu amekusudia katika maisha yako. Paulo alijichongea. Hata wakati mwingine kuna tumano aende akapatizwe. Yule anaitwa Anania, anatumwa aende ampatize Paulo. Anamwambia Mungu, kwani wewe Mungu haujui huyu mtu ambaye unanituma kwake ni nani? Yeye ni muuaji, ni ametesa kanisa kwa muda mrefu. Lakini Mungu anamwambia ya kwamba already Paulo amekutana na Mungu, na Mungu amembadilisha. Na sasa tunaona amejichongea kwa Mungu, na sasa anafika mahali pa kuchongea watu wengine. Hiyo ni kusema hata wewe mahali ulididimishwa, yawezekana mahali uliwekwa ni kwa sababu ya mambo yale ambayo yanaonekana kwa jamii, kwa neema ya Bwana siku hii ya leo ukapata uhai. Na wakati unapata uhai, hata wewe kesho ndio utaleta neno la matumaini kwa sababu ya maisha ya watu wengine. Nataka kuomba pamoja na wewe mpendwa wangu, na nikikwambia kwamba ile neema Mungu ameweka ndani yangu ni ya kuleta uhai kwa vitu vile ambavyo vimekufa. Chochote ambacho kilikuwa ni cha Mungu na kikadidimishwa kwa maisha yako, na chochote ambacho Mungu angetamani kizaliwe licha ya kwamba hakikuwa kwa jamii yenu, nataka uamini pamoja na mimi. Tukiomba kuna kitu kitazaliwa ndani yako na kitafanya mambo makubwa na mambo ya ajabu. Baba, katika jina takatifu la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya mtazamaji wangu. Tazama Baba, umetuita ili tuwe mashujaa, tuwe na uhodari, tusiwe na hofu ndani yetu, tusiwe na madhabahu yale ya kutudidimisha, tusiwe na roho za kutuonyesha hatuwezi. Si Mungu, ninainua madhabahu ya utakatifu na ninatangaza mbele ya watakatifu hawa ya kwamba kila moja akaimarishwa sawa sawa na kile Bwana uliweka katika laini ya huo ukoo. Na wale Bwana hawana Baba ukoo kutoka katika jamii zao, kwa neno la kuhani ninatangaza kuwe na madhabahu yatakayewasaidia, yatakayewanyoshea mapito katika barabara zao. Ilete heri njema kwa maisha yao leo, maisha yao kesho na hata milele. Asante Yesu Mwana wa Mungu, maana hilo neno lina uhai na hilo neno limetimiza makusudio yako. Kwa damu Yesu Kristo tunaomba na hata tunakushukuru. Mtazamaji wangu mahali popote ulipo, kama hujamkubali Kristo, natamani useme, Bwana Yesu, naja kwako, mimi ni mwenye dhambi, nioshe na unitakase. Kutoka hapo tafuta kanisa nzuri la kiroho, nenda mahali pale ukalishwe na neno la Bwana. Hadi kipindi hicho kingine cha Maji Yenye Uzima, mimi wako Apostle Hosea Kimani. Shalom, shalom, shalom.